Nilijua utashindwa. Siwezi kushindwa. Angekuwa mwanamke wa kawaida kweli angeshindwa, lakini mimi kuna trick nafundishwa, kwa hiyo najua nikikushika wapi unakuwa mwepesi. Nimeiona hiyo. Yaani umeninyanyua bila hata kutumia nguvu. Hata wewe una shida chini, lakini ni mwepesi sana. Inaonyesha ulikuwa mtu wa mazoezi eh? Ndiyo, nilikuwa napenda sana mazoezi. Aya, kwa leo tumemaliza. Umekunywa dawa saa ngapi? Halafu nimesahau kunywa dawa. Unasahauje kunywa dawa? Kumbuka wewe ndio unatakiwa uwe balozi wa kwanza wa afya yako, maana huwezi kupona kwa mazoezi tu. Haya, hizo dawa ziko wapi? Zipo chumbani. Alafu kitu cha pili, unatakiwa uweke dawa kwenye mazingira yatakao kufanya ukumbuke. Mke wangu amesema yeye ndo atakuwa ananipa dawa. Sawa, lakini kesho nahitaji kuziona, sababu mimi nipo hapa kukusaidia, na hilo halitawezekana kama wewe utakuwa haunywi dawa. Haya, muda wangu wa kuondoka umefika. Unaweza ukaenda tu. Na wewe utabaki na nani? Usijali, mimi nitasubiri hapa hadi mke wangu arudi. Siwezi kuondoka hapa nikakuacha peke yako, nitamsubiri hadi arudi. Afadhali umefika. Mimi natoka kidogo, maana kuna dawa nilisahau kuchukua jana. Halafu ukimaliza kazi yako kabla sijarudi unaweza kwenda tu, wala usinisubiri. Sawa. Nesi huyo. Sasa kuna jambo naenda kufanya kidogo benki, baada ya muda nitarudi. Sawa, hamna shida. Mbona mke wako ana hata muda wa kuangalia kama kweli unapata tiba mzuri pia? Unajua yeye ndio kila kitu hapa. Kwa hiyo muda mwingi sana anakuwa yupo bize. Hivyo msamehe tu. Hata kama yupo bize kiasi gani, ndio akose hata muda wa kuulizia maendeleo ya mgonjwa wake? Unachosema ni kweli. Basi mimi nitajaribu kuzungumza naye kuhusu hilo, ili aweze kukupa ushirikiano. Sawa, wewe zungumza naye. Mkishaelewana utanipa jibu, maana nataka niongee na nyote wawili. Kwani ni lazima uzungumze na sisi leo? Si usubiri kidogo? Unahisi pesa mnazonilipa zinatosha kunifanya nikae hapa muda mrefu? Kuna mambo tunatakiwa tushirikiane wote watatu ili upone haraka. Basi sawa, nitaongea naye. Nikirudi Jumatatu natarajia nikute jibu au nimkute mkeo. Usiondoke tafadhali. Mbona unanizuia kuondoka hapo na nini? Samahani, naomba kuuliza swali. Kwani maendeleo yangu yapoje? Mimi hata sijui, ila naona unaendelea vizuri. Tafadhali, naomba uniambie ukweli. Ukweli ni kwamba unaendelea vizuri. Sema ukiendelea kujipa mawazo na kuacha kunywa dawa, tutarudi nyuma hatua 5. Sawa, nimekuelewa. Na kuahidi, kuanzia leo nitakunywa dawa vizuri. Na pia nitajitahidi nisiwe na mawazo. Na leo usiku nitaongea na mke wangu. Sawa, kwaheri. Nimechoka kukaa mwenyewe humu ndani kama mkiwa. Mungu, naomba unipe nguvu. We mbwa. Kwa hiyo shida zote unazonipitisha umeona hazitoshi? Sasa umeamua ujivunje kabisa ili uniongezee shida nyingine, sio? Tafadhali mke wangu, naomba unisaidie. Nahisi maumivu makali sana. Hivi wazazi wako wakija ghafla kukutembelea unadhani watanifikiriaje mimi? Si unaweza kusema nataka kukuua maksudi na wakati hata cha kurithi sina? Nisamehe mke wangu. Nilikuwa najaribu kutembea mwenyewe. Unataka kutembea mwenyewe kwa miguu ipi? Tafadhali naomba usirudie tena huo ujinga. Sitaki matatizo mimi. Nisamehe mke wangu, sitarudia tena. Hivi, unadhani mimi nafurahia kuchezea mavi ya jitu zima kama wewe? Mwanzoni nilikuwa nakasirika, ila nikawa najipa moyo kuwa utapona haraka ili unioe. Ila sasa hivi nishakata tamaa kabisa, yaani niko tu hapa kukamilisha mambo yangu. Kwa hiyo tafadhali, naomba usinifanyie maisha yangu yawe magumu zaidi ya hivi ninavyoishi na wewe humu ndani. Lakini mke wangu... Hebu usinitie mikosi mimi. Unaniita mke wako kwani umenioa?
Lakini mimi sijakataa kukuoa. Kama uko tayari hata sasa hivi, niambie niite mashehe watufungishe ndoa. Nani kakwambia ana shida ya kuolewa na wewe? Hivi haya mambo yote ninayokufanyia hujanichoka tu? Mimi bado sijakuchoka Janet, kwa sababu najua hivi visa vyote unavyonifanyia vinasababishwa na msongo wa mawazo ulionao kutokana na matatizo yangu. Ila najua unanipenda. Mungu wangu we! Hebu msikilize kijana wako. Kwa hiyo bado unaamini kuwa mimi nakupenda? Ndiyo, naamini unanipenda sana, na nina uhakika nikipona na kutoka kwenye hii hali, maisha yetu yatarudi kama zamani. Maskini, kumbe dawa bado hazijaisha kichwani. Kweli mapenzi ya dawa ni mabaya jamani. Hamna, wala sio dawa mke wangu, ila mapenzi nilionayo kwako ndo yananipa imani. Hata mimi naona. Halafu nahisi kuna majeraha mapya nimeyapata baada ya kudondoka. Tafadhali, naomba unipeleke hospitali. Unataka nikupeleke hospitali ukagundue nini? Weka hapa nyumbani, usali kwa bidii, maana imani yako ndo itakuponya. Kwanza leo umenikera sana, kiasi kwamba siwezi kulala tena humu ndani, maana hupendi kabisa kuniona napumzika. Naomba unisamehe mke wangu, kweli sikufanya kwa nia mbaya. Shida yangu kubwa ilikuwa ni kutembea, ili usiwe na mawazo tena, kwa sababu najua nikitembea, hata hizi hasira ulizonazo zitaisha. Sasa, kwa kuwa umejivunja makusudi, leo utajihudumia mwenyewe, mimi naondoka zangu. Yaani Batuli rafiki yangu, nimechoka. Ni kipi kimekuchosha tena shoga yangu? Kwa kweli nimechoka kumhudumia yule mjane. Sasa utafanyaje na wakati huyo ndo mwanaume ulimchagua? Nimeondoka nyumbani toka jana, maana nimejikaza ila nimeshindwa. Kwa kweli mimi siwezi kuolewa na kilema, wallahi vile. Kwani wewe sasa hivi uko wapi? Na yeye umemwacha na nani nyumbani? Wewe usitaki kujua niko kwa nani, mimi ni mtu mzima. Naelewa wewe ni mtu mzima, lakini nilikuwa nataka kujua umemwacha mgonjwa na nani huko nyumbani? Nimemwacha peke yake. Sasa atahudumiwa na nani kwa ile hali alionayo? Hivyo unadhani watu watakuchukuliaje kipiga kelele za kuomba msaada? Hawezi kufanya kitendo kama hicho, kwa sababu nilishamwambia, akinaibisha tu kwa mtu yoyote kwa kusema simhudumii vizuri, basi namuacha. Sasa kwa hayo mambo yote unayomfanyia, unadhani anaogopa kuachwa na wewe? Yaani anaogopa, tena anaogopa sana. Huwezi amini nikimwambia na kuacha huwa analia kama mtoto mdogo. Lakini kwa kuwa umesema mipango yako imeshatimia na pesa ushazipata za kutosha, kuanzia pesa ulizoachiwa na wafanyakazi wenzie hadi hizo pesa unazozitoa kwenye akaunti zake, kwa nini usiondoke tu ukamwacha akawa mzigo kwa ndugu zake? Nikiondoka mwenyewe nitaonekana nakimbia matatizo, ndio maana namtesa ili anifukuze. Yaani wewe unajua wazi kabisa kuwa umemweka baba watu kwenye kichuguu huko kwenu, halafu eti sasa hivi unasubiri akufukuze. Si utamuua baba wa watu kwa mateso? Ila dawa ni mbaya jamani. Yaani sasa hivi limekuwa kama zezeta. Hata nilifanyia unyama kiasi gani, kazi yake ni kuomba msamaha hadi muda mwingine naona kero. Sasa ulitarajia aseme nini na wakati wewe ndo umefanya awe hivyo? Hebu fanya maamuzi, kama umeamua kuondoka ondoka, usitafute uzuri tena. Sawa, mimi nilikuwa tu nataka kuongea na wewe. Haya, kwa heri. Baby, nikumbatie basi.